alipigwa shaba katikati ya watu, na yule aliyempiga shaba hakuwahi kuonekana. Kwa hiyo mambo watu wanadhulumiana huko, yanaweza kutokea tu bahati mbaya. Lakini sasa hawa Chadema kwa sababu wenyewe wameshachukua hili swala la utekaji, wanaisingizia jeshi la polisi, ndio maana wafanyabiashara huko Arusha, mfanyabiashara sijui wa Kigoma na sehemu nyingine, yoyote ikitokea bahati mbaya sasa hivi tu utasikia ni jeshi la polisi, ni jeshi la polisi, lakini jeshi letu ni safi, linaendelea kufanya kazi kwa uadilifu. Yani lengo la Chadema, kwa sababu nimeshasema tiki hawawezi kuingia madarakani. Kwa hiyo mwisho wa siku wanataka kutumia force, na ndio maana Rais Dr. Samia aliwaruhusu wafanye maandamano, wenyewe wakaenda kufanya fujo. Sasa ile fujo manake wanazidi kuwachangamsha Watanzania, na ndio maana leo wanatafuta kila mbinu kuhakikisha wanalichafua jeshi la polisi. Yani wameshindwa kulichafua tu jeshi la polisi, sasa wameenda kwenye jeshi letu la wananchi, na ndio maana mnaona wanamuhusisha mkuu wa majeshi na mambo yao ya kijinga, General Mkunda, wanalihusisha mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura kwenye mambo yao ya kijinga, wanamhusisha mkuu wa usalama Mombo na mambo yao ya kijinga. Kwa hiyo hivi vyombo vitatu pamoja na uhamiaji iache kwanza na jeshi za zimamoto na vyombo vingine, lakini hivi vyombo vitatu sasa hivi ndio lengo kubwa. Yani lengo kubwa la Chadema ni kuvichafua vyombo vitatu vya ulinzi na usalama. Kwanza wanaamini vyombo vya ulinzi na usalama ni watiifu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yani ngoja niwaambie ndugu zangu, unakumbuka tulipita Oktoba 29. Naendelea kurudia, Oktoba 29 haya mambo yalitokea DRC Congo. Ilikuwa M23. Mpaka leo ule moto haujawahi kuzimika. DRC, Goma na Bukavu imechafuka na sehemu nyingine. Wanaendelea, nasikia majimbo wanachukua majimbo. Sudani